upande wako kwamba fursa moja inaweza kuzaa fursa nyingi zaidi kuliko ambavyo unafikiria. Okay, pengine Mama Health sasa, mtu ambaye anatazama hivi sasa, huyu ni mmoja wa wanawake kwa ulivyoyasema, mmoja wa wanawake ambao walithubutu, lakini pia sasa kwenye hilo nataka nisikie, natamani kusikia pengine anayetazama kwamba wewe baada ya kuchukua hatua ya kuwafikia kina mama, mapokezi yalikuwaje kwa hao watu? Pengine wengine wanakuchukulia kawaida kama Mama Health tunamfahamu, pengine wengine wanatamani ana taaluma gani mpaka aweze tumwamini. Kwenye kuaminika ilikuwaje kwenye hiyo, watu walipokeaje hasa? Kwa kweli kwenye kitu cha kwanza kwa ni uwe na nia, lakini uwe ni mtu ambaye una ile unachangamkia fursa. Mimi kama nilivyoelezea kwamba historia yangu ni mama alikuwa anasaidia mama kujifungua akaacha. Kwa hiyo historia ya Mama Health ilianzia kwa ujasiriamali. Lakini mimi sikufanikiwa kumaliza chuo, japo nilikuwa nimeanza chuo, nilikuwa nasoma NIT Mabibo Dar es Salaam, ila sikumaliza kutokana na hali za maisha ya kwa sababu lakini pia hongera kwa sababu kusoma sio tatizo. Kwa hiyo baada ya hapo, na kuna kitu ambacho mpaka sasa watu wanajua mimi nina fani ya afya, lakini bado sina mpango wa kuja kusomea, lakini ninaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ile kuingia kwenye mahospitali, wakati nilikuwa najifunza kupitia simu, lakini kwa sababu sina vile vyeti vya kuanza kuingia simu kutoa elimu. Ndio. Kwa hiyo nikaangalia kwenye marafiki zangu, niangalie mtu mwenye fani ya afya. Kwa hiyo kwenye kuingia kule mpaka kuelezea vile vifani, nikamtafuta Nisimpunga ambaye dada alikuwa ni wifi yangu. Kwa hiyo nikamwambia nina wazo hili, ila siwezi mimi kuingia kwenye hospitali moja kwa moja, nahitaji mtu ambaye amesomea hicho kitu. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza aliniamini yeye, akaniambia ni kweli kitu ni kizuri, kwa hiyo tutasaidizana. Lakini pia kuna madokta wengine ninapokutana na swali huwa ni nawatafuta madokta na walikuwa wakinijibu kwa haraka. Kwa hiyo mtu akiniuliza swali nina changamoto hii nafanyaje, kwa hiyo nilikuwa moja kwa moja natumia marafiki ambao wako kwenye hiyo sekta, wananijibu alafu narudisha majibu. Kwa hiyo kwenye kutembea kwenye zile hospitali ndo nikamtafuta yule Nisimpunga ambaye alikuwa ni rafiki. Yaani sikuwa na knowledge, lakini yule rafiki akawa mtaji wa mimi kuanza kusimama. Kwa hiyo nikawa naenda naye kwenye hospitali, akawa anaelezea. Kwa hiyo nianza pia na hospitali ambayo anafanyia yeye. Kwa kufika pale kwenye vipindi akaelezea, tulikaa naye kwa muda mrefu, na mimi kuna vitu nikawa sasa wakati anatoa zile elimu na mimi kama mwanafunzi nasikiliza kama wale wengine akina mama wanavyosikiliza. Kwa hiyo sikuwa na hela ya kuwalipa, lakini wao ndio walianza kuniamini. Kwa hiyo kupitia wao tulikuwa tukienda sehemu, mimi nakuwa labda natoa tu utambulisho, tuko hapa kama Mama Health tumekuja kwa ajili ya vitu fulani. Yeye anasimama sana, anaanza kueleza, kwa anaeleza kifaa